Kama uko kweli niteni, lakini najua mbele ya Mungu hakuna. Kuna audited reports zipi. Zikagueni kama kuna jina la Joseph limelipwa senti hata moja kwenye Chadema. Joseph amezunguka nchi hii. Kwa sababu kutoka 2010 wa Tanzania wamemfahamu, tulizunguka naye wakati mkono wangu umevunjika. Amealikwa na wanawake kila kona. Watu wanasema Dr. Slaa analipwa milioni 7. Nataka niwahakikishie Dr. Slaa na watoto wake wameendelea kula mihogo kama tulivyoahidi wakati wa kampeni ya 2010, kwa sababu hela zetu ziliendelea kwenda kutumikia taifa hili. Joseph alizunguka nchi hii, kila alipoitwa kwenda kulinda kina mama, alikwenda kwa mshahara wa Dr. Slaa. Wakati sisi tunakula mihogo na maharage kwa watoto wetu. Kwa hiyo nataka mtambue kwamba tuna uchungu kama Dr. Slaa, tuna uchungu kama familia katika harakati za ukombozi wa taifa. Sasa niache hayo kwa muda, kinimalizie hiyo kipengele kwa kusema kikubwa katika harakati ni credibility. Jina la chama ulichokijenga kwa muda mrefu kisichafuliwe na kitu chochote, na lazima uilinde hiyo credibility kwa nguvu zozote zile. Ya pili, ni lazima mwanasiasa yoyote duniani hataki jina lake lichafuliwe. Hata Dr. Slaa hataki jina lake lichafuliwe. Na ni haki yangu. Wako wanaosema kuna maslahi mapana ya taifa, kuna maslahi ya ndani. Nitaeleza baadaye. Mimi nataka kusema maslahi mapana ya taifa ndio yanayotufikisha hapa. Nani anapima hayo maslahi mapana ya taifa? Ni lazima kuwe na objective criteria, sio maslahi binafsi. Ni lazima kuwe na kipimo cha kupima. Iwewe huko, iwe yenyewe, sio unavyoiona wewe kwa masikio na macho yako na moyo wako na akili yako. Niende kwenye jambo la pili. Ndugu zangu, jambo la pili ambalo nitaka nilifafanue hapa ni swala zima la liability au asset. Asset nimelieleza kwamba ni vigezo vinavyopimika. Nimesema walituahidi. Sasa niseme bahati mbaya wamekuwa waongo, kwa sababu hakuna kipengele hata kimoja kilichotekelezwa. Toka mwanzo tulisema ni vizuri hao wabunge waje kabla hawajaenda kwenye kura ya maoni ya CCM. Sio ndio asset? Ukishaenda kwenye kura ya maoni ya CCM ukaatwa kama walivyofanya kwa kina Mahanga, alafu unakuja Chadema, hapo hakuna asset. Umetafuta kichaka cha kujifikia. Umekataliwa na wananchi, unataka kukimbilia mahali. Chadema ambayo tumejenga kwa damu. Watu wamekuwa walemavu katika nchi hii kwa ajili ya Chadema. Watanzania ni vilema kwa ajili ya Chadema. Watanzania wametumia rasilimali zao kuijenga Chadema. Leo wanashindwa, watu kule wanakimbilia huku. Hiyo sio asili. Wanakuja watu kama kina Sumaye, watu ambao Watanzania wanajua wenyewe hawakuwa safi. Nani ajui kwamba Dr. Slaa alikuwa hata haongea na Sumaye kwa muda mrefu tu waziri mkuu, kwa sababu nilimwita yeye mwenyewe fisadi ndani ya bunge. Nani hajui? Mimi na Sumaye tumegombana kwa sababu ya kuchukua shamba la magereza kule Kibaigwa. Kama waziri mkuu badala kusaidia magereza yanaweza kulima kupata chakula kizuri, unachukua wewe, unafanya lako. Alafu leo unakuja unasema wewe ni safi, Lowassa safi. Mtu ambaye hata mwezi mmoja haujapita unasema CCM ikimteua Lowassa nitajiondoa CCM, nitajimzuru. Hakusema, ni waandishi ndiye anaandika, nilichukua kutoka kwenu.
Mimi sikumsikia kwa masikio yake. Nimechukua kwenye vyombo vya habari. Kama alisema leo anakuja anasema Lowassa msafi. Alafu anaenda mbele zaidi. Na wale wengine escrow imetokea. Lowassa alikuwa hivi dhambi inahalalishwa kwa dhambi nyingine. Lakini sishangai ametamka ni nani? Si Sumari. Watanzania walimuita Sumari nani? Zero. Mr. nani? Mr. Zero. Basi mshangai. Watanzania tuliotegemea kama tunapata asili wabunge makini mahiri wanaopendwa ndio lao, tunakuja kupata makapi rije kutoka Chama cha Mapinduzi, wanakuja Chadema, chama ambacho kimejengwa. Niliwaahidi huko nyuma wagombea wetu tutawapa training, tunawaandaa. Niliwatangazia mimi mwenyewe pia kwamba Chadema mwaka huu haipokei makapi. Tukayameza maneno yetu, matabishi yetu, tukapokea makapi. Hakuna hata moja ambaye alisema naondoka mimi huko kwa sababu ninajiamini niko safi na kutengeneza. Ni nani ambaye hakuenda kushindania ndani ya sisi akashindwa akaja kwetu katika wote ambao tunapokea? Tadieta wenye vitu waliokuja ni mzigo. Nani ajui mzindani ni mzigo? Na bahati nzuri ninamjua A to Z kwa sababu nikiwa bungeni naye alitangulia kabla yangu kuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali za mitaa. Nasubiri tu ajibu chochote nimwekee mezani hadharani maovu yake na machafu yake yote katika nchi hii. Mtu ambaye simsemi kwa sababu simjui, mgeja wa watu simjui. Tusiwaseme watu kwa ubaya. Simfahamu. Hata kwa uso ukiniambia wewe ni mgeja simjui. Lakini hao wengine wote makapi. Na labda tuwachekeshe. Siku ninaambiwa itishe kama chukuu, nikauliza listi yetu iko wapi? Nikaambiwa wanakuja. Nani? Nikaambiwa anakuja Bwana Chizi. Nikauliza Chizi ni nani? Chizi nani katika nchi hii? Sio kama simjui, lakini ni nani? Sasa nyinyi sijui kama mnamjua. Anaitwa Chizi au Chizi sijui nini. Wakaniambia sifa ya Chizi ni kuwa mwizi wa kura ndani ya sisi. Chadema inachukua mtu kwa sifa ya wizi wa kura. Ule uadilifu wote tuliotaka umepotea. Leo tunaenda kukamata mtu kwa sababu tu ni wizi wa kura. Kama hatutaki kwenda kuiba kura, sisi tunataka kufanya nini? Na kama tunataka kuiba kura, ni kwa nini tuiondoe sisi? Naomba leo watu usifikiri kwamba naitetea sisi. Ukweli ni kwamba ukisema jambo lazima itaegemea upande fulani. Ukweli daima una upande. Hakuna ukweli umeninginia. Sasa nikisema hayo unielewe. Ukaniambia kuja kuninita. Nani hajui kuninita? Alipopita ndani ya sisi kama kwa mwenyekiti wa vijana, amekuja Chadema, akawa katibu mwenezi chini yangu na mtuma, alirudi hata peji moja hawezi kuandika ripoti. Ningeweza kwenda kwa wote, lakini sipoteze muda wa Tanzania. Kwa hiyo swala la asset lilikuwa linaenda katika sura hiyo. Sikupata majibu mpaka leo, sina majibu. Na ndio maana mpaka leo viongozi wangu wamepata kigugumizi. Kama hawana kigugumizi watoke hadharani waniambie wale watu ambao wameadvani kwa Chadema ni kila nani. Mimi siongelea sisi naongelea Chadema. Naongelea kwa nini mimi niliondoka kwenye siasa, kwa sababu siasa ya ulaghai siitaki. Najua wengine wote wanasema ni muhimu kwanza tuiondoe sisi, mengine tutapanga baadaye. Hivi ndugu zangu, mbaya zaidi wakafika mahali kusema hata ikiwa lazima tuweke mkataba na shetani kuiondoa sisi. Mimi padri wa kanisa Katoliki katika university, yaani kubali kuweka mkataba na shetani kwa lengo tu la kuiondoa Chama cha Mapinduzi. Halafu tuondoa, ukiondoa wale vijana wanapata uwezo barabarani, ukiondoa wale wazee wanaolala kwenye nyumba za tembe na
ukiondoa mifukoni mwenu hela zinaingia. Kama ulikuwa unakula mlo moja kwa siku, sasa utakula mara 3 kwa sababu umeondoa Chama cha Mapinduzi. Unaondoa Chama cha Mapinduzi kwa program serious na watu serious. Huwezi kwenda kuiondoa Chama cha Mapinduzi kuna program. Au unatumia watu wale. Sasa lakini la pili, ukisema kwamba unataka kuiondoa Chama cha Mapinduzi, Chadema ilikubalika kwa ajili ya nini? Nini kiliwafanya wananchi wa Tanzania walione Chadema kuwa chama chenye matumaini? Walikuwa na imani ina misingi isiyoyumba. Misingi isiyoyumba ni ipi? Uadilifu. Leo tuna uadilifu. Kuna watu wanasema msi watu humu watu hawajahukumiwa na upuzi. Tusingemtuhumu Mramba leo angekuwa Segerea. Tusingemtuhumu Jona angekuwa leo Segerea. Wakati ule tukuambiwa kwamba kelele za chura hazizuii ng'ombe kunywa maji. Leo Lowassa anasimama hadharani hata kabla hajakabidhiwa kadi anasema, leteni ushahidi, kama hamna ushahidi, leteni mahakamani. Au leteni ushahidi, kama hamna ushahidi, fungeni. Yaani tunafungwa mdomo hata tusikemee maovu katika siasa ya watu duniani. Duniani kote tuhuma zinatolewa. Ni jukumu la serikali kutoa majibu. Na unapotoa tuhuma, unatakiwa kuwa na reasonable doubt juu ya jambo. Unatakiwa kuwa na absolute doubt juu ya jambo. Kama watu hawajui siasa, ni afadhali wanyamaze kwa sababu kutosha watu. Na ndio maana kwenye vitabu vitakatifu wanasema atakayepotosha huyu mdogo mnyofu anatakiwa afungwe jiwe shingoni, atumbukizwe baharini. Ni dhambi kupotosha watu. Unahalalisha uovu kwa maslahi yako binafsi. Nani hajui? Lakini la pili, tunaambiwa baba, unaona bado upo. Utaniambia kama una kibali, nataka kuwapa na maswali. Kwa unapofika mahali unakuja kuambiwa kila mmoja ni nani ambaye katika nchi hii hana madhambi yake, alafu anaorodhesha dhambi haihalalishwi kwa dhambi nyingine. Kama kuna uongozi haukuchukua hatua, na kwa hili sisi msiwezi kuvumilia. Hawana ujasiri, wamekuwa waoga kuchukua hatua ilipostahili. Wamelea watu hao, na hata Lowassa hapa alipofika ni kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimemlea. Leo tunapata matatizo katika nchi. Na ninamwambia wengine wanasema, lakini kwa nini unamsema Lowassa? Mbona na wengine wamebaki CCM? Jamani, katika lugha ya Kiafrika au utamaduni wetu, neno choo ni neno mbaya. Uongo kwa wenzetu wa Ulaya, Marekani, Japan, ukienda chooni, ukifika chooni kufungua tu unakuta glasi ya whisky. Ni pazuri kwa sababu mahali pa starehe. Na ndio maana wanaita restroom. Choo kinaitwa restroom. Tanzania choo ni mahali pa uchafu. Sasa niwaulize, kama ukikuta choo cha Kitanzania, cha Kiafrika na harufu yake, mtu akajitia si ujasiri sijui akapakua kilichoko ndani ya choo, akakihamisha ndani ya chumba chake cha kulala, amepakua yote, hamisha huko, hivi ni choo. Hivi ni choo. Chumba cha kulala. Chumba cha kulala ni choo. Na hutalala sasa kwa sababu kinaruka. Na kinaruka zaidi kwa sababu ulipokuwa unakoroga ile harufu ndio umeamsha, ndio umehamishia hapa. Sasa wale wameondoa. Ndio ajenda pekee tulikuwa nayo sisi, ufisadi ikatupa nguvu. Leo wameondolewa kule, wamehamia pale. Leo
utaniosha kidole. Wewe zungumzia baba, wewe wasungumzie kwa wakati wako. Zungumza na wewe sasa ni joo. Tusidanganyane katika hili. Ndugu zangu, naona mwili unakimbia. Lakini nilisema hili moja. Lakini kuja. Nilisema hili moja. Tunataka Lowassa. Anamtaka tena leo. Na hili nilisema vizuri, nao mnielewe. Vijana wengi, waandishi wengi, najua ni vijana. Sio wangapi 2008 hapo mlikuwa waandishi. Mpo? Wapi hapo? Wachache walikuwa. Mimi nilikuwepo bungeni 2008 tunapojadili swala la Richmond. Kama mtu hajui kitu, ni afadhali afunge mdomo ama sivyo tumfunge shingoni tutumkize kuliko kupotosha. Tunapozungumza sisi tunaojua masuala ya Richmond ni kwa sababu tunayajua, tuliyaishi. Hatukuyasoma kwenye magazeti. Tuliyajadili bungeni. Na kwa bahati mbaya ndugu zangu wabunge wa CCM hawasomi karatasi. Na hii nimelisema mara nyingi, si mara moja. Na hata Watanzania kwa waandishi wa habari hawafanyi utafiti wa magazeti wa vyanzo vya habari. Sasa ndani ya dakika chache nilizonazo nataka nieleze kwa nini tumeng'ang'ania swala la Richmond. Lowassa tunamtuhumu mengi sana. Mimi simtuhumu kwa Richmond peke yake. Mimi Lowassa tuna ugomvi. 2010 nilimwambia Lowassa acha kunung'unika. Wakati tunafunga bunge la mwaka 2010 kabla ya kwenda kugombea urais. Acha kulalamika. Tangaza. Sana. Acha kunung'unika. Toka hadharani. Tuambie Richmond ni halali. Leo anakuja maneno propaganda rahisi sana. Mimi niliita kikao wakubwa. Nataka Lowassa atuambie wakubwa ni nani leo. Toka hadharani Lowassa tuambie ule mkubwa ni nani. Mkubwa juu ya waziri mkuu. Kuna makamu wa rais, kuna rais wa nchi. Tuambie ni nani. Mimi na record hapa. Hatufanyi kazi kwa maneno. Sasa wale msiojua, wako walioniandikia sana leo. Wanaambia Lowassa utaharibu sifa yako. Ni afadhali sifa yangu iharibike kuliko kusema uongo na kukana na dhamira yako. Ni afadhali nipotee katika historia ya siasa duniani, sio tu Tanzania. Nipotee kwenye historia ya siasa Tanzania na duniani kote kuliko kukana dhamira yangu katika vitu ninavyovijua na ninavyoamini kama ni vya kweli. Ndugu zangu, msingi wa kwanza pole baba, naona unakushambulia. Msingi wa kwanza wa Richmond, ili uielewe vizuri, ni lazima urudi kwenye kumbukumbu ya kamati ya Machembe ambayo ilikuwa bungeni. Na kwa wale msiojua, mimi ni kati ya wabunge wachache. Asubuhi siku tarehe 5 au tarehe 6, siku taarifa ya Machembe inajadiliwa, saa 11 alfajiri niligongewa na naletewa rushwa. Hainiadui. Nashukuru kwamba Samuel Sita ametoka hadharani, nashukuru kwamba Machembe umetoka hadharani. Na wataka sasa yale yote yaliyotokea mpaka draft, mpaka ripoti ilienda kujibiwa waweke hadharani. Ili wale wote wanapiga propaganda tuwanyamazishe. Tuwanyamazishe si kwa propaganda, tuwanyamazishe kwa ukweli. Ili Watanzania waelewe. Mimi nimeletewa rushwa asubuhi. Nikamuuliza ndiye niletea rushwa. Kama mimi unanipa milioni 500, unazo ngapi? Ndugu zangu, milioni 500 sio hela ya kuchezea. Kama unaenda kumhoga mbunge ili ahakikishe anasaidia nyamazisha ili ripoti ya Machembe isiingie bungeni, hiyo dhambi iko.